Umeshawahi kusikia mtu ambaye kwa mtazamo wa dunia anaonekana ni dhaifu, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye nguvu kuliko unavyodhania? Leo nitakujuza kuhusiana mtu huyu. Al-Imam al-Husayn alayhi salam anasema, iyyaka wa dhulma man la yajidu nasiran alayka illa Allah. Jiepushe, jihadhari sana na dhulma kwa mtu ambaye hana mtetezi yoyote mbele yako isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini al-Imam al-Husayn anatutahadharisha na kumdhulumu mtu kama huyu? Ni kwa sababu katika maisha yetu ya kawaida tulivyojijengea, akipatikana mtu ambaye kwa mtazamo wa kimaada, kwa mtazamo wa kikawaida, anakuwa amekatikiwa na sababu zote, anakuwa hana yeyote wa kumrejea, sisi tunamuhesabu mtu huyu kwamba ni dhaifu, na wakati mwingine huwa tunakimbilia katika kumdhulumu mtu kama huyu, kumnyima haki yake mtu kama huyu. Utasikia kauli ya kwamba huna yeyote wa kuweza kukusaidia, nenda popote ukashtaki, hakuna yeyote anayeweza kunifanya lolote. Kwa maana ya kwamba katika fikira zetu imejengeka ya kwamba mtu kama huyu ni dhaifu, mtu kama huyu hana msaada. La hasha, huu ni mtazamo duni, huu ni mtazamo ambao sisi hatujaelewa ya kwamba mtu huyu kukatikiwa kwake na sababu zote za kidunia na sababu zote za kimaada hakujamfanya kuwa yeye ni dhaifu. Ala, tambueni ya kwamba mtu huyu ni kawi, tambueni ya kwamba mtu huyu ana nguvu kuliko vile unavyofikiria. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi mtu kama huyu huwa hana kimbilio isipokuwa ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana mtukufu Mtume Muhammad akatutahadharisha kwa kutuambia ya kwamba ittaqi da'watal madhlumi, ogopa sana 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 dua atakayoiomba mtu mwenye kudhulumiwa baada ya kuonekana kana kwamba yeye ni dhaifu na hana sababu yoyote ya kumtetea. Fa innahu laysa bainahu wa baina Allahi hijabun, subhanallah, kwa sababu mtu huyu hakuna kizuizi cha aina yeyote baina yake yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, mtu ambaye hakuna kizuizi baina yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dhaifu? La hasha, huyo mtu si dhaifu, bali ni mtu ambaye mwenye nguvu kuliko vile ambavyo tunadhania katika maisha yetu. Hivyo tunapomwambia mtu nenda kashtaki popote, huwezi kunifanya lolote, hakuna yeyote wa kukusimamia, tutambue ya kwamba mtu huyu ana yeyote na ana chochote na ana lolote, tena ambaye yuko juu zaidi ya vyovyote ambavyo wewe unavifikiria. Tunamzungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo mtu huyu si dhaifu tena, na ingekutosha ewe mwanadamu ambaye una itikadi ya kwamba mtu huyu ni dhaifu kuweza kutambua ya kwamba mtu huyu ana mambo manne ambayo yeye huwa anayategemea katika maisha yake. Inapokelewa katika historia mtu mmoja ambaye yeye alikuwa amedhulumiwa sana katika zama zake. Siku hiyo alimfuata yule mwenye kumdhulumu akamwambia ya kwamba inna dhulmaka alayya qad taba bi arba'atin, kwa hakika hii dhulma yako unayonifanyia, huu uonevu wako unaonifanyia mimi ninautukuza na umetukuka kwa mambo manne. Jambo la kwanza, innal mauta yaumuna, uwe ni dhalimu uwe ni madhulumu, kifo kitatukusanya mimi na wewe, sote tutakufa. Wal qabra yadhumuna, vile vile kaburi litatufunika wote, kama ambavyo mimi nitazikwa vile vile na wewe utazikwa. Jambo la tatu, wal qiyamata yajma'una, siku ya kiyama itatukusanya sote mimi na wewe, mwenye kudhulumu na mwenye kudhulumiwa. Na jambo la nne ni wabayana yahkumu alaina, mwenye kulipa, mwenye kuendesha malipo ambayo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yahkumu bainana, ndiye atakaye tuhukumu. Hivyo kwa nini wewe unaishi kwa kuonea? Kwa nini wewe unaishi kwa kunidhulumu?